Kiugo gĩaku nĩkĩo tawa wa magũrũ makwa na ũtheri wa kũmũrĩka njĩra yakwa, nĩkĩo mũthingi ũrĩa mwega na mũrũmu wa gwaka mĩtũrĩre itũ. Kiugo kĩa muoyo, tabarĩra ya mwanya ũkĩreherwo nĩ ndungata cia Ngai nyamũre na igaitĩrĩrio maguta o mũthenya wa kiumia thaa 2 cia rũcinĩ kinya thaa 3 cia rũcinĩ mũtambo-inĩ wa Pacific Waves Television. Kĩambĩrĩria-inĩ kiugo arĩ kuo, nake kiugo arĩ Ngai, nake kiugo atũirio harĩ Ngai. Kiugo kĩa muoyo, ndũkahĩtũkagwo nĩ tabarĩra ĩno. Enda gũkũnyita ũgeni ndĩ ndungata ya Ngai kuma CFF Kent, Washington, na nĩnjũĩ Ngai nĩagũkũrathima na ndũmĩrĩri ĩno gũkinyagĩra kuma mĩtambo-inĩ ĩno ya Pacific Waves Media na nĩ ya kĩrathimo kũrĩ andũ aingĩ. Share this broadcast, share this video, na o harĩa ũrĩ Ngai witũ nĩagũgwĩka wega ũkĩnyitanĩra na ithuĩ tũkũrehera kiugo kĩa muoyo. Marĩtwa makwa nĩ ndungata ya Ngai Pastor Thuita, toguo ndakwĩra Ngai witũ nĩnjũĩ nĩagũcemania nawe, na ndĩrenda kwaria ũhoro wa Kwambararirio Ruhia rwaku thĩinĩ wa Psalms 92 and verse 10. Nĩ tondũ nĩndĩretĩkia, ninaamini wengi pembe zenu zitainuliwa hata mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Na rĩrĩa mũndũ ambararirio ruhia rwake, thũ ciake nĩciagaga hinya rĩngĩ mũtũrĩre-inĩ. Na mwandĩki wa Thaburi 92 mũhari wa 10 arauga nĩ ũnyambararirie ruhia rwakwa ũkĩra rwa thũ ciakwa na ũkahaka na maguta merũ. Jina la Bwana libarikiwe. You have anointed me with fresh oil, with fresh anointing. Psalms 92 and verse 10. Na nĩguo kwenda gwĩtĩkia mũthenya wa ũmũthĩ that God will anoint us with fresh anointing. Nĩagũtũhaka maguta merũ na ruhia rwitũ rwa mbarare gũkĩra rwa thũ citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩake itheru. Biblia inasema hivi, tusome pamoja. But my horn you shall exalt like the horn of an unicorn. I shall be anointed with fresh oil. Ndũgetĩkĩre kũhũthĩra maguta makũrũ, ndũgetĩkĩre kũhũthĩra experience ngũrũ, ndũgetĩkĩre kũhũthĩra ũrĩa wanahotithio mĩaka ĩyo ĩhĩtũkĩte. Ĩtĩkĩria Ngai ũndũ mwerũ. Kiugo kĩa Ngai kiuga thĩinĩ wa Isaiah 43 and verse 18, nĩ gwĩka ũndũ mwerũ naguo nĩ ũgũkunũka oro rĩu. Ngai nĩ wa gwĩka ũndũ mwerũ mũtũrĩre-inĩ. Mungu akutenda mambo mapya, na nĩndĩretĩkia ona ihinda rĩrĩ Ngai nĩagũgwĩkĩra ũndũ mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩake itheru. Ona akĩambararia ruhia rwaku thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, thĩinĩ wa huduma yaku, thĩinĩ wa kĩoneki kĩrĩa wĩ nakĩo. Nĩ tondũ ruhia rwa mbarara, thũ iria itũraga ihinyĩrĩirie mũndũ nĩciagaga kũmũhinyĩrĩria rĩngĩ. Ruhia nĩ a symbol of power, ruhia nĩ a symbol of strength. Rĩrĩa ndegwa the bull yainainia ruhia rĩngĩ yahotana ĩkĩrũa na iria ingĩ, ĩkoragwo ĩkĩonania nĩ ya prevail. Na kiugo kĩrauga ruhia rwakwa rwambararĩte like the horn of a unicorn. You have given me victory against my enemies. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Umeitukuza pembe yangu kama ile ya nyati dume. Mafuta mazuri yamemiminwa juu yangu. Mafuta mazuri. Amen. Mafuta mapya nĩmaitĩrĩirio mũtwe wakwa. Thou have anointed my head with oil. Na ndio natangaza wakati huu ninapoleta hili neno kwako, Bwana anaenda kutupaka mafuta mapya ambayo itatupatia ushindi dhidi ya adui zetu, dhidi ya nguvu ambazo zimeinuka, nguvu ambazo zimeinuka katika jamii, nguvu ambazo zimeinuka katika huduma. Mungu anaenda kutupaka mafuta mapya. Kwa hivyo anasema, akakiuga atĩrĩrĩ, macho yangu yameona adui zangu wakishindwa, masikio yangu yamesikia maangamizi ya adui zangu waovu. Katika maisha kuna adui waovu, adui wanaotazamia kuangamiza hatima, na Biblia inasema macho imeona kushindwa kwao. Ngai agũtũma maitho maku meonere ũhotani wake, thũ ciaku ikĩhotwo, na matũ maku meiguĩre the downfall of your enemies thĩinĩ wa rĩtwa rĩake itheru. Na nĩgũkenera mũnabii wa Ngai ũmwe, na ningetaka twende pale katika kitabu cha Zechariah chapter 1 ambaye alitabiri mwaka wa 519 and 520 BC wakati wa mfalme Darius. Nĩ mũnabii wa Ngai wonagio maũndũ ma magegania mũno, tondũ wonagio maũndũ na cioneki na symbols. Ndũmĩrĩri ta ĩrĩa thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli na ibuku rĩa Revelation na Zechariah, na onire hĩndĩ ĩrĩa ciana cia Israeli ciageragĩra maũndũ maritũ, akĩona hĩa cia thũ ciambararĩte
nigetha iskate, ifrustrate, oppress the family ya Juda. Nona ke Ngai akimuonia ona mabararete, akawaonyesha, akimuonia mafundi, carpenters, smiths aria marugamite nigetha marue na hizo cia bararete. Katika jamii kuna pembe huwa zinainuka ili sipigane na maisha, ili sipigane na doa, ili sipigane na progress. Ukaiga biashara ekaga guthie na mbere kana egathira, ukaingira thĩinĩ wa kĩhiko kiu gĩgathira, ama unaingia katika mipango ya doa kabla ya mipango ile itimie ekaga gukinyanira. No muthenya wa umuthi Ngai niagũkwambararĩria Ruhia. Hana ni mmoja alipokea jambo hili, akasema Mungu amemkumbuka. Anyororagio ni Penina in 1 Samuel chapter 2, akiuga nore mwathani ni andirikanite ni anyambararĩirie Ruhia rwakwa. Ngai akĩmũhe mwana ni tondu wa guthingata na kuhoya Ngai. Ninatangaza hata mchana wa leo, haijalishi ni mambo gani imekupata katika maisha yako, Mungu na ainue pembe yako katika jina lake takatifu. Basi huyu nabii ambaye Mungu alimtumia wakati wa huyu mfalme Darius, aliona watu wa Mungu wakiandaliwa kuingia katika kipindi kigumu. Ihinda irito ni tondu wa hia ciatho ciao athamaki aria meyambararĩtie nigetha mamahinyĩrĩrie kwĩyambararia. No nake Ngai nĩ mwĩhokeku. Rekei tũthome thĩinĩ wa Zechariah 1 and verse 17. Neno linasema hivi, na ninashukuru nĩngũkena ni tondu wa andu aria monagio thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho. The Bible says in Ephesians chapter 6 from verse 10, tutiroaga mbara ya mwĩrĩ na thakame, turoaga mbara na mahinya na mothamaki marĩ thĩinĩ wa ũthamaki wa nduma. Noguo no nginya tuhoe Ngai kwa understand kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere in the spiritual realm. Huyu mtumishi wa Bwana kwa sababu alikuwa katika roho wa Mungu, Mungu aliweza kumuonyesha ufalme ule ukijiandaa ili kuskata Juda na Jerusalem. Wacha tusome pale mstari wa 17 na jina la Bwana litatukuzwa. The Bible says, endelea kutangaza zaidi kwamba hivi ndivyo asemavyo Bwana mwenye nguvu zote, miji yangu itafurika tena ustawi, na Bwana atafariji tena Sayuni na kumchagua Jerusalem. Ngai arauga atiriri, andu akwa no makugacira, andu akwa no ngumaririkana ringi, ne magarire maundu marito. Unajua kuna wakati tunapitia mambo mazito na tunaona kana kwamba hakuna tumaini tena, lakini Mungu ni Mungu anayekumbuka watu wake. Kuna tumaini kwa wale ambao wanamtazama Bwana. Na kwa hivyo Bwana akamtumia mtumishi wake akimwambia atiriri, kisha nikatazama juu na pale mbele yangu nikaona pembe nne, akiona hia inya. Nikamuuliza yule malaika aliyekuwa akizungumza nami, nini hivi ninaona? Akanijibu, hizi ni zile pembe zilizowatawanya Yuda, Yerusalem na Israel. Kisha Bwana akanionyesha mafundi wanne. Hizi ni pembe zile zimetawanya Yuda, Israel na Jerusalem. Pembe za adui huja kutawanya hatima. Na nimekuambia pembe ni sebo ya nguvu. Kwa hivyo pembe ya adui ikiinuka kuliko wewe, itakutawanya, itatawanya maisha yako, itatawanya watoto wako. Mtoto alikuwa na maono makubwa, anashindwa kuendelea kimaisha kwa sababu pembe ya adui imeinuka. Lakini natangaza katika jina la Yesu Kristo, wewe unayenisikiliza, Mungu akupake mafuta mapya ili kwamba pembe yako iinuke kama ya unicorn, iinuke kuliko ya adui zako katika jina la Bwana. The Bible says, kisha Bwana akanionyesha mafundi wanne. Hata kama hivyo pembe za adui zikiwa zimeinuka ili kutawanya Juda, Israel na Jerusalem, Mungu pia akaandaa kwa upande ule mwingine mafundi wanne, maseremala, smith person, watu ambao watasishughulikia zile pembe. A smith helps to beat, ama kupiga chuma ili kiingie vile anavyokitaka. Kwa hivyo ijapokuwa pembe za adui zimeinuka, Mungu akaandaa the smith ama mafundi wa kupigana na zile pembe. Na mimi ninaamini katika jamii zetu Mungu atainua watu ambao watapigana na pembe zilizoinuka, kama jamii moja ambayo tutaisoma ya mwana wa Yese, naye ni Daudi, ambaye katika jamii yao aliinuliwa,
alikuta wanateseka na wamesumbuliwa miaka mingi. For many days Goliath alikuwa amewaharas wana na kundi la watu wa Mungu, naye akainuliwa siku ile akawapigania dhidi ya adui. Biblia inasema pale, and then I said, mimi nikauliza, hawa wanakuja kufanya nini? Akanijibu, hizo ndizo pembe zilizowatawanya Yuda, ili asiwepo atakayeweza kuinua kichwa chake. Mpendwa, pembe za adui inakuja kukutawanya ili usiweze kuinua kichwa chako. Lakini natangaza mchana wa leo na jioni ya leo kwa wale walio jioni, wale ambao ya kwamba hauna nguvu ya kuinua kichwa chako, Mungu anaenda kuinua pembe yako. Mungu anaenda kukupaka mafuta mapya. Wakati mafuta mapya itakaposhuka, utainua kichwa chako. Anaambiwa hizi ni pembe ambazo zimeinuliwa juu ya Yuda, ili asiwepo atakayeweza kuinua kichwa chake. Natangaza mwaka huu kuna watu watainua vichwa vyao, watu ambao walinyamazishwa. Ulikuwa na biashara mzuri ikaisha, kichwa chako kikainama, ukaingia katika aibu, ukaingia katika mateso. Mungu akukumbuke, Mungu akuangazie uso wake, na pembe yako inuliwe, kichwa chako chiinuliwe katika jina la Yesu Kristo. Lakini mafundi wamekuja kuzitia hofu. Haleluya! Ijapokuwa hizi pembe zimeinuka, ili kusiwe na mtu atakayeinua kichwa chake, Mungu anasema kwa nabii wake, hawa mafundi wamekuja kuzitia hofu na kuzitupa chini hizi pembe za mataifa ambayo yaliinua pembe zao dhidi ya nchi ya Yuda na kuwatawanya watu wake. Hizi ni falme zile za kina Persia, Roman Empire, Babylonians, ambao walikuwa wanatesa watu wa Mungu. Na Mungu akasema, na ni kweli Mungu aliyatayarisha watumishi wengi sana katika neno lake. Hata watu kama akina Nehemia waliotengeneza kuta cha Jerusalem ni watu Mungu aliinua. Mungu akainua pia mwana wake Yesu Kristo, akaja kurejesha tumaini kwa watu wake. Akasema kwamba nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitaliweza. He is a builder. He is a builder. The Bible says our God is a builder of all things. Mahali hakukuwa na tumaini, akajenga tena, akasimamisha tena. Hata siku ya leo atasimamisha maisha yako, atasimamisha ndoa yako. He is a wise builder. Jina la Bwana litukuzwe. Katika 1 Chronicles 28 and verse 4, kwa jamii moja ya Jesi kuliinuliwa mtu moja. Natangaza na siku ya leo, kwa jamii yenu kukainuliwe mtu ambaye atasimama kwa mwanya. Na napenda maneno ya Daudi anayotamka hapa, wacha tusome 1 Chronicles 28. Anasema hivi, haleluya, ya kwamba kwa jamii, hebu sikia verse 4, hata hivyo Bwana Mungu wa Israeli alinichagua mimi kutoka jamii yangu yote, ama jamaa yangu yote, niwe mfalme juu ya Israeli milele. Kwa hivyo katika jamaa ya Israeli yote akamchagua mimi. Alimchagua Yuda kuwa kiongozi kutoka katika nyumba ya Yuda. Gayabere na muhirega wa Juda. Kumbuka Yakobo akitabiri, Yakobo mtumishi wa Bwana alipoita wanae ili awabariki in Genesis 49, alisema Judah, the scepter of rule, authority shall not depart from Judah. Amen. Akaongea kuhusu mpaka kuzaliwa kwa Kristo, ambapo Yesu Kristo ni wa kutoka wa kabila la Yuda. Na katika hii kabila la Yuda, ono waduga taga yaratwira, Biblia inasema alimchagua Yuda kuwa kiongozi. Kutoka nyumba ya Yuda alichagua jamaa yangu, the nyumba ya Jesi, na katika kutoka kwa baba yangu ikampendeza kunifanya niwe mfalme juu ya Israeli. Hata ya Kiingereza inasema vizuri, and in my family he liked me. Mungu akanipenda, ikampendeza kunichagua mimi niwe kiongozi kwa nyumba ya Israeli. Na tazama kama vile Daudi alichaguliwa, hata siku ya leo kuna watu watachaguliwa. Daudi hakuona kana kwamba anafaa kwa nyumba yake, hakuona kana kwamba anaweza kuwa kitu kwa jamii yake. Hata siku ya kupakwa mafuta, ile siku alikuwa awe anointed as a king, hakuwa amekaribishwa, hakuwa pale katika ile maaliko. Samueli alipofika aliitwa hawa vijana wengine
walionekana wazuri, ana kile monekanaga mariega. Daudi alisahaulika, lakini Samueli, tazama, baada ya Bwana kumwambia kwamba mimi sitazami nje kama vile mwanadamu hutazama, lakini mimi natazama moyo, Samueli akawaambia wale waliokusanyika pale, hatutaketi mpaka yeye aletwe. Mungu wetu haangalii sura, Ngai witu ndatiagira andu mahuthi. Kwa hivyo katika nyumba ya Yuda, katika nyumba ya Jesse, Mungu akamchagua Daudi. Leo mtu achaguliwe kwa nyumba yenu ili alete wokovu. Kumbuka mtu anaitwa Gideon. Neno linasema wakati pembe ya adui ilikuwa imeinuka, pembe ya Wamidiani, ili kuwatesa wana wa Israeli, huyu mtumishi wa Bwana anaongea, anasema ya kwamba wakati malaika anamwambia wewe ni champion, anasema tazama, mimi ndiye wa mwisho kwa jamii yetu, and my family is the poorest. Lakini Mungu akasema enenda katika hii nguvu yako. God raised Gideon. Na kumbuka ilikuwa the process ya kuharibu hata miungu ya Bali, ili nyumba ya kina Gideon iweze kukumbukwa mbele za Bwana, na Gideon akatumiwe na Bwana. May God lift your horn today above the horn of your enemies in the name of Jesus. In Psalms 89 and verse 24, Zaburi 89 and verse 24, tuone pale akiendelea kusema kuhusu kuinuliwa kwa Daudi kama mtumishi wake. Psalms 89 and verse 24. Jina la Bwana libarikiwe. Neno linasema, upendo wangu mkamilifu utakuwa pamoja naye, na kwa jina langu pembe yake itatukuzwa. My faithfulness and mercy shall be with him, and in my name his horn will be exalted. Hallelujah. He's speaking about David. Yeah, verse 9, verse 20, he's speaking of finding his servant. I have found David, my servant. With my oil have I anointed him. I declare today, may you be anointed of God. Isaiah 10 in verse 27, the yoke shall be broken because of the anointing. Nira itafujika kwa sababu ya upako. Ndio Bwana anatuambia katika Zaburi 92 verse 10, atatupaka mafuta mapya ya kuyashinda adui zetu. So wakasema, nimemuona Daudi mtumishi wangu, nimempaka na mafuta mapya. Amen. With whom my heart shall be established, my arm shall strengthen him. Mkono wangu utamtia nguvu. Hakuna adui atakayemtoza ushuru, hakuna mtu mwovu atakayemuonea. Natangaza katika jina la Yesu, as the Lord is anointing us afresh, adui hataweza kukuonea tena, kwa sababu Mungu atainua pembe yako kuliko pembe ya adui zako. Psalms 18 and 48, tusome pale. Psalms 18 and 48, Biblia inaendelea na kusema, hallelujah, verse 48, may you receive the fresh anointing today in Jesus' name. Hallelujah. The Bible says, he delivered me from my enemies. He lifted me up above those who rise up against me. You have delivered me from the violent men. Hey, aniokoae na adui zangu. Uliniinua juu ya adui zangu. Uliniokoa toka kwa watu wajeuri. Natangaza kuna watu wataona wokovu wa Bwana. Watu walio wajeuri, watu walio watesi wa maisha yetu. Kuna watu wataona wokovu wa Bwana. Kuna watu wanapakwa mafuta mapya. Kuna jamii zinainuliwa mtu. Lekole family ikwambararirio mundu. Thĩinĩ wa nyũmba ya mũhĩrĩga wa Juda, thĩinĩ wa nyũmba ya Jesse, thĩinĩ wa family ya Jesse, kijana huyu akainuliwa. Mungu ikampendeza kumpaka mafuta. Natangaza upokee mafuta mapya kwa jamii yenu. May the Lord anoint you with fresh anointing, that you may be able to conquer the enemy that afflict your soul. Ndwere ya bararaga nigetha gutikagie mundu kambararia mutwe wake, Ngai akohotithie kumihota thiini wa ritwa riake itheru. Ni gwenda tuhoe. Hallelujah. Ni kuri Ngai matuini, ni kuri Ngai matuini. There gonna be anointing, a fresh anointing upon a generation that will overcome the host of the enemy in Jesus' name, that will disarm the enemy in Jesus' name. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya yeye ambaye amenisikia katika huu ujumbe ya kwamba unaenda kuinua pembe zetu.
Natangaza katika jina la Yesu, ikiwa kuna pembe za adui zimeinuka kuwatesa hawa wanaonisikia, kutesa jamii hii inayonisikia, Baba, natangaza mafuta mapya ya kwamba katika kuinuka kwa watu hawa wapendwa hawa, katika haya mafuta mapya adui watanyamazishwa. Wakati ulipompaka Daudi mtumishi wako Goliath, aliyekuwa tisho kwa wana wa Israeli, hakuwa tisho tena, aliweza kuangamizwa kwa siku moja, kwa sababu uliinua shujaa katika jamii ya Jesi. Na katika jamii hizi zimenisikia siku ya leo, inua mashujaa Bwana, inua watu wenye nguvu, wapake mafuta mapya katika jina la Yesu Kristo, ili wasimamishe jamii, ili wasimamishe hatima, na ili maisha ya wengi ikanawili kwa sababu ya upako ule. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Bwana wa uzima akubariki. Ni asanti kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Shalom. Kiugo gĩaku nĩkĩo tawa wa magũrũ makwa na ũtheri wa kũmũrĩka njĩra yakwa, nĩkĩo mũthingi ũrĩa mwega na mũrũmu wa gwaka mĩtũrĩre itũ. Kiugo kĩa muoyo, tabarĩra ya mwanya ũkĩreherwo nĩ ndungata cia Ngai nyamũre na ĩgaitĩrĩrio maguta o mũthenya wa kiumia thaa 2 cia rũcinĩ kinya thaa 3 cia rũcinĩ, mũtambo-inĩ wa Pacific Waves Television. Kĩambĩrĩria-inĩ kiugo arĩ kuo, nake kiugo arĩ Ngai, nake kiugo atũirio harĩ Ngai. Kiugo kĩa muoyo, ndũkahĩtũkagwo nĩ tabarĩra ĩno. Fafa, gago ta oko
Uyu niguo mutambo uria uratambata kahurura thi yothe handu ya ruma. From the raging waves to the shores of Pacific Ocean, then to Seattle, Washington. You are watching Pacific Waves Television USA, a place of nourishment. Pacific Waves TV. Menyuge na neta Ruhia. Pacific Mshewa ikeno Pacific Waves Radio. Ayage makaro merera. Pacific Waves TV. Woko ne Pacific Waves TV.